Mwanzo kuna huyu chifu hapa anagawa fedha kwa mfanyakazi wake. Bibi mkubwa anaishi maisha magumu kweli. Ana watoto wawili. Huyo tunemwona hapa anaitwa Monach. Mzee anamwambia huo sio mshahara, ni pesa tu ya maji. Basi mzee akahitaji kumpa na dogo pesa. Bibi mkubwa akawa anataka kuichukua, lakini mzee akaizuia, akasema ni kwake. Anahitaji kuchukua kwa sababu amekuja kumsaidia mama yake. Ni mtoto mzuri. Bila shaka unajua hii ni sauti ya Chris Mono wa W na hii ni MR Studio. Bila kusahau kusubscribe. Wakati anarudi nyumbani, bibi mkubwa akawa anataka pesa ambayo dogo amepatiwa. Nipe ile pesa uliyopewa na ule mzee. Sikupi mama. Hii pesa naitumia kwenda kulipia ada ili niweze kufanya mtihani wangu. Basi bibi mkubwa anakuwa mkali kweli kwa mtoto wake, akisema kwamba kila siku sio Krismasi. Nipe hiyo pesa. Nipe hiyo pesa Monach. Basi bibi mkubwa anatumia nguvu kuchukua pesa ya mtoto wake, licha ya kwamba kila mtu alipewa pesa yake. Huyu Monach anasoma sekondari. Na huko sekondari kuna pesa inabidi kwanza alipe, kisha ndio aweze kufanya mtihani wa mwisho. Na asipolipa hiyo pesa, hatofanya mtihani na hawezi kamwe kuvuka darasa. Tutajua kila kitu kuhusiana na hii familia na story nzima. Basi siku inayofuata unaambiwa shuleni Muna amefika, alafu kuna madam amekuja kwa ajili ya kutangaza wasiotoa ada inabidi tu watoe, la sivyo mambo yatakuwa ni mabaya. Basi akawa amepiga mkwala mkubwa sana kwa wanafunzi. Alafu kisha baada ya hapo akamtazama Muna akamuita kwa jina lake na Muna akaitikia naam. Akamwambia hujatoa ada kabisa. Basi Muna akawa anajielezea, akasema kwamba mama amesema wiki ijayo atakuja kuilipa hiyo ada. Wanafunzi wenzake wanamshangaa kweli. Inaonekana kwenye hii shule kila mwanafunzi analipa ada kwa wakati, kasoro Muna tu kwa sababu ya maisha anayoishi. Basi madam akamwambia Muna kwamba dirisha la kulipa ada linafungwa wiki hii na wala hata wiki ijayo. Alafu kisha akasema kwa wale ambao mmefanikiwa kulipa ada, mnaweza kujiandaa kwa ajili ya mtihani. Na pia mtembelee ofisi zangu ili kuweza kujua mmelipa kiasi gani na kama kuna tatizo ili tuweze kutatua mapema kabla mambo hayajawa mengi. Basi wanafunzi wote wakawa wanashangilia kwa sababu asilimia kubwa wamekwisha kulipa ada na watafanya mtihani. Lakini baada ya madam kutoka, kuna kishankupe mmoja na mdomo mchafu akawa anasema vibaya Mona. Basi hapo shuleni kuna mchizi mmoja anaitwa Promise. Kwa ni matajiri. Anampenda sana Muna. Na leo amekuja kumwambia Muna anampenda. Muna nakupenda. Basi Muna akamwambia usihangaike hata kunipenda mimi, ukizingatia pia kwamba mapenzi ni kitu cha mwisho kweli kwenye maisha yetu. Basi mchizi akamwambia kwamba hata hiyo ada ambayo unahangaikia mimi naweza kuilipa kwa sababu mimi hapa ni tajiri. Mimi na pesa nyingi, kwetu kuna pesa. Basi bidada akamwambia kwamba ni tajiri kweli Basi Muna akamwambia kwamba kama nikichukua hiyo pesa nitaambia nini wazazi wangu. Sasa Muna ikawa inaonekana anamkatalia mchizi kwa staili hiyo. Alafu kisha hao wakajitenga. Walikuwa ni marafiki watatu. Upande mwingine huku tunaonyesha baba yake na Muna akiwa anaomba kazi kwenye gereji fulani hivi. Tafadhali naomba nijifunze kufanya hii kazi. Basi mchizi akawa amemkubalia, akamwambia lakini utahitajika kulipa. Basi mzee kwa sababu nyumbani hali ni ngumu na hana pesa, ikabidi aanze kumuomba huyu jamaa ili aweze kufanya kazi. Akamwambia tafadhali sina pesa, ukiniruhusu nitajifunza, alafu kisha nitafanya kazi bure kwa mwaka mzima. Huyu mchizi akawa anataka mzee afanye kazi kwa miaka miwili. Lakini mzee akamwambia kwamba nina familia, nikifanya hii kazi kwa miaka miwili kwa bure nitawezaje kuwalinda watoto? Nitawezaje kuwalisha? Basi mchizi akasema basi haina shida. Basi mchizi akawa amepunguza miezi 4 tu katika ile miaka miwili. Mzee akasema sawa, nitafanya. Kwa hiyo tukimwangalia mzee na umri wake na kazi ambayo anataka kuifanya kwa sasa, tunagundua kwamba huyu mzee imebidi tu sacrifice kwa sababu maisha ni magumu kweli nyumbani. Ni bora tu akafanya chochote kitu, hata akajitolea kwa mwaka mmoja na hiyo miezi 4 ili aweze kupata chochote kitu cha kuwalisha watoto wake nyumbani. Basi mchizi akamwambia kwamba ukiharibu kazi yangu nitakufukuza. Mzee akamwambia kwamba nitafanya vizuri. Kuna siku asubuhi na mapema Muna anataka kwenda shuleni, akawa anahitaji lunch. Bibi mkubwa akamwambia kwamba kachukue maharage kule kwenye chungu uende nayo shule uweze kula. Mama nishayala. Kwa hiyo ameshakula si ndio? Okay, haina shida, nenda shule. Basi Muna akawa analalamika sana, akasema kwamba siku ya leo shuleni atasikia njaa sana. Hivyo mamake ampatia taira ya maji tu kidogo. Mama nipe tajiro la maji. Basi bibi mkubwa akamwambia kama umeshakula, unataka nini kingine? Na kama ni maji unayataka, basi tunakumbuka ile kopo ambayo tumelikuta pale kwa jirani yetu. Ulichukua ile kopo, jaza maji, alafu kisha ulichikiche. Alafu kisha nenda pale kwenye karo, weka maji paka ijae, alafu funga na mfuko ili siweze kulowesha madaftari yako. Basi Muna akaona kataa hilo wazo ambalo mamake amempa. Akasema hawezi kutumia njia hiyo kuchukulia maji kwenda nao shule, kwani ni aibu kwake. Basi bibi mkubwa kasirika sana, akamwambia kwamba mimi kipindi niko chuo nilikuwa nachukua maji kwenye chupa nenda nayo kunywa chuo. Basi ndio maisha halisi ya Muna. Huku shuleni yule mchizi anayempendaga leo kamjia na kibunda kirefu kweli yani. Anataka kumlipia Muna ada na akihitaji wote wahitimu pamoja. Lakini hutaamini, Muna katu hakuwa anataka pesa za huyu mchizi kwa sababu anajua huyu mchizi anampenda na anataka kumtumia tu.
Basi ngoja nikuonyeshe dadake na Muna. Dadake na Muna huwa anauza matunda. Lakini leo ghafla kuna mwanamke kamfuata kamsukuma kaangusha matunda chini. Anamnunukia kwamba anatoka na mwanaume wake. Basi ghafla pale ngumi zikao zimeanza na biashara ikawa imeharibikia hapo. Kila mtu akawa anawacheka watu wawili. Basi leo chifu akawa anampa mamake na Muna pesa nyingi kweli. Na hii nyingine akamwambia kwamba hii utampatia Muna. Huyu mama huwa anafanya usafi tu kwenye nyumba ya chifu. Lakini hapa akawa ameongezewa kazi nyingine ya kupika ili aweze kupata kipato zaidi. Na hapa kama pesa mingi kweli. Yeye mwenyewe akawa anashangaa, ni kwa ajili tu ya kupika. Mara zote Muna akitoka shule huwa anakuja kumtembelea mama yake kazini. Leo mama yake anashtushwa. Mama, kuna kitu nataka nikwambie. Chifu amesema atalipa hela ada yote. Mkubwa akawa anafikiri ni utani. Unasemaje wewe? Nimesema ndio, niko serious. Basi kumbe chifu alikuwa amekubali kabisa kulipa ada yote ya Monachi. Basi mzee akawa anauliza ada yote ni kiasi gani ili aweze kulipa ada ya Mona. Hapa mama kaamini. Basi akisema kwamba ni naira 1064. Basi kwa kuwa mzee ana pesa mingi, akasema ina shida. Mimi nitawapa naira 150. Wakapigwa na butwaa kwanza. Itakuwa ni pesa mingi kweli. Mzee akamwambia nawapa pesa yote hii ili uweze kufanya mtihani kwa uhakika na bila kusumbuliwa. Wote kabidi tu apige magoti chini ili aweze kumshukuru huyu mzee. Basi mamake na Muna akaanza kumbariki huyu mzee. Akambariki sana akasema Mungu akubariki. Mungu akupe kila kitu. Mungu akupe maisha mengi. Mungu akuondolee macho mabaya yanayokutazama. Mungu akuondolee wote ambao ni watesi wako. Ukae mbali na wewe. Basi bibi mkubwa akawa ametoa dua baraka zote kwa huyo mzee. Mzee akamwambia haina shida, mmekaa sana muda mrefu hapa. Inabidi sasa mjiandae kwa ajili ya kuondoka kwenda nyumbani. Basi bibi mkubwa akamwambia kwamba nimeshakuandalia chakula kipo pale mezani. Na mzee akakubali. Hii siku ikawa imeishia hapo kwa baraka nyingi. Basi hakupita muda mrefu, chifu akawa anahitaji kumuoa Muna na taarifa zikafika nyumbani kwa huyo mzee. Mzee kama mind. Ndio kwa sababu walikuwa wanafanya vitu vyote vizuri hivyo Yaani Muna aolewe na babu yake. Yule si babu yake kabisa. Huu ni ujinga gani kwani? Basi bibi mkubwa kwa sababu ana tamaa nyingi, akaona mtuliza sana huyo mzee. Yaani mume wake hapo. Akaona amebushe kufikiria kwamba labda mtoto wetu huyu Muna atakuwa anampenda sana yule mzee. Mzee kamwambia acha kuongea ujinga. Kwa upande wa baba hakutaka kabisa kusikia stori za mtoto wake kuolewa na yule mzee. Hebu fikiria, mzee kama yule anaweza kumuoa mtoto wangu? Alafu kingine yule ni mama yake. Hebu mtoe kwenye hili jambo. Unajua kabisa mtoto wetu ndio kwanza na miaka 17. Basi mama akasema kwamba mimi ndo mama yake nilimzaa. Mama mzazi, ninajua kwamba yule ni mkubwa kiasi gani. Miezi mitatu ijayo atafikisha miaka 18. Mzee akauliza kwa hiyo, nikuwa kwambia ndio. Hapo atakuwa ameshakuwa mtu mkubwa kabisa, mtu mzima kwa ajili ya kubeba mimba na vitu vingine. Tayari ni mtu mzima anaweza kuolewa. Unaambiwa bibi mkubwa akawa anampamba sana chifu. Akawa anasema kwamba anakuja kumuoa mtoto wetu. Kwa hiyo sisi tutapata faida kubwa sana tuondokana na maskini. Mzee akamwambia kwamba hivi wewe unachukulia faida kabisa mtoto wako kwenda kuolewa na babu yake? Yaani kweli aolewe na babu yake? Basi bibi mkubwa akawa anakazia pale pale kwamba amechoka. Yaani amechoka kabisa kuishi maisha magumu, maisha ya kula mlo mmoja kwa siku. Amechoka kabisa kuhangaika na hili jua. Alafu akawa anamuonya akamwambia kwamba ukifanya kosa lingine la zaidi, yaani ukiendelea kukataa, nitaoana na chifu. Mzee akawa ameshtuka kweli yani. Basi bibi mkubwa unaambiwa amezama kwenye penzi zito na pesa za chifu. Hataki kusikia chochote. Na amesema kwamba kama mtoto wake asipoolewa naye, basi yeye ndo ataolewa naye. Mpaka nafika stage mume wake anamshangaa. Umri umekwenda lakini akili zimekuwa chafu kwa sababu tu hamna pesa nyumbani. Na lazima tu wafanye hivyo. Inabidi tu Monachi aweze kuolewa na yule chifu. Maisha magumu ni mabaya kweli laana. Taarifa zikawa zimemfikia Muna. Muna akawa amelia kweli kweli. Akaona kabisa ndoto zake zinakwenda kuharibika na anakwenda kuolewa na mtu ambaye hampendi. Basi dada yake akaona mpa moyo akamwambia kwamba mimi niko nyuma yako na baba yuko nyuma yako pia. Hatutokubali kabisa uolewe. Ikiwa ni siku nyingine unaambia bibi mkubwa anaendelea kumpamba chifu hadi kwa mtoto wake. Just imagine mtoto ana miaka 17 lakini anaambia vitu vizito. Atabadilisha maisha yetu sisi. Kila kitu kitabadilika. Hata kwako atabadilisha maisha yako pia. Na utapata nguvu kubwa kweli ya kumiliki mali zake. Hata na hayo magari yake ambayo alikuwa nayo utaweza kuyamiliki. Alafu nimesikia anataka kununua gari mpya. Nasikia kuna range fulani hivi anataka kuinunua. Hiyo itakuwa kwa ajili yako wewe mwanangu. Utamiliki kila kitu. Alafu utakuwa ni mke wake. Utakuwa mke wake. Alafu kingine nadhani kwamba unakuwa unaogopa. Labda unafikiri labda akakuwa amezeeka, labda nguvu zake zitakuwa zimepungua. Akimaanisha zile nguvu za kiume. Akamwambia iko sawa kabisa. Mzee bado utakuwa active. Na kama ingekuwa ni mimi, basi ningekubali kuolewa naye. Mtoto kana mbona hili swala linazidi kuwa serious kila sekunde. Basi dogo kaanza kulia akisema kwamba hawezi kumuoa yule mzee na hahitaji kabisa. Wakati huo bibi mkubwa hataki masiara kabisa na utajiri. Anahitaji maisha badilike.
Basi dogo akamwambia kwamba mama, nikitoka shule nitakuwa nikifanya kazi kwa ajili ya kurudisha pesa zote ambazo ametupatia sisi. Nitajitahidi, nitarudisha pesa zote ambazo anatudai. Nitapambana kwa ajili ya hilo mama. Lakini mamake alikuwa haelewi. Yeye anachokitaka ni mtoto wake aweze kuolewa kwa yule mzee. Ndio kitu ambacho anakifikiria kichwani kwake. Kulingana na maisha hii familia, njoo kwenye comment hapo niambie, je, mama yuko sahihi ama mtoto yuko sahihi? Na kama ingekuwa ndio huyu mtoto Muna, ungesemaje au ungefanyaje ili kuepukana na hili swala? Mama anawaambia kuwa makini, fungua macho yako. Kila mwanamke anamkimbilia tajiri siku hizi ili aweze kuishi. Dogo hataelewi. Unaambiwa siku ya ndoa imefika, lakini Muna alikuwa amejifungia ndani na dada yake. Mama akawa amekuja kumchukua kwa nguvu ili aweze kwenda kuolewa. Anamwambia dada yake na Muna kwamba yeye ana wivu kwamba mdogo wake anaolewa kabla yake. Hii sio sahihi kabisa. Hata mimi naona kabisa sio sahihi. Huyu mtoto mdogo hivi ataiweza ndoa kweli? Unaambiwa mzee baada ya ndoa akawa anajiandaa zake kwa ajili ya mambo yake. Si unajua tena ni honeymoon. Na honeymoon anaifanyia huku ndani chumbani kwao. Basi akawa anamuita Muna, lakini unaambiwa Muna alikuwa amejifungia bafuni, anaogopa kweli kulala na huyu mzee. Mzee anamuuliza Muna, "Wewe kwani unafanya nini huko ndani?" Muna akamwambia kwamba mimi niko huko bafuni. Akamuuliza unafanya nini bafuni? Yuko akamwambia kwamba mimi naoga. Mzee akamwambia toka lini? Uogeje mwenyewe wakati sisi tumeoana? Mimi na inabidi tuoge kwa pamoja. Kwa sasa kumbuka kwamba wewe ni mke wangu. Hebu kwanza fungua mlango. Mzee akawa anagonga kwa fujo kweli. Huyu dogo mimi nadhani haiwezi ndoa. Hamtaki mzee. Anachoka kweli yani. Basi si ndio kwa umefika muda wa kulala. Mzee akawa anataka mizagamuano. Lakini dogo akawa hataki kabisa kushikwa na huyu mzee. Kwa hiyo Muna akawa anatoa visingizio vingi kweli yani, ili mzee asifanye chochote juu yake. Akawa anajilinda uhusiano wake dhidi ya huyu mzee mchafu kweli aliyezeeka. Taarifa za Muna kuolewa zikawa zimefika mpaka shuleni, zimetapakaa kila kona. Basi mashusti zake wakawa wamemkataa na wengine wakawa wanamcheka kweli yani. Wakawa wanamsema vibaya na wengine wakimdhihaki, wakimuona kama takataka vile baada ya kuolewa na mzee kisa pesa. Basi bosi alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa nje ya nchi na leo akawa amerudi nyumbani. Mtoto pekee wa kiume. Dogo kafika nyumbani anauliza kwani huyu nani? Mzee akamwambia kwamba huyu ni mke wangu mpya. Dogo kwanza kabidi acheke. Hebu kuja kwanza mzee. Basi mchizi akamuuliza bidada jina lake. Na Muna akamwambia kwamba jina lake anaitwa Muna. Akajitambulisha vizuri kweli. Dogo hakuipenda kabisa hii. Baadaye akamfuata mzee ili kumlalamikia. Mzee huaminiki kabisa. Hebu kuja kwanza nikuulize kitu. Kama ungekuwa na mtoto wa rika lake, ungeweza kumuoa huyu dada? Hata kama angekuwa babake ni tajiri. Mzee akamwambia nyamaza, funga mdomo wako. Chunga sana unachokiongea. Chunga kabisa unachokiongea. Maana mimi ni baba yako. Basi mchizi akamwambia mzee wake kwamba haitowezekana. Na kamwe sitakusupport kabisa kwenye ndoa. Sitakusupport kwa chochote kile. Sikusapoti. Basi mchizi akamwambia mzee kwamba yule dogo anapitia fedheha kweli. Kujiuliza ni kiasi gani anaibika huku mtaani. Huko shuleni na kusoma unajua wanamsema kivipi? Anateseka yule mtoto. Basi mzee akamwambia kwamba yule pale ni mwanamke wangu. Na pia sisi kama anakuwa anapenda watu wenye midevu kama hii. Anapenda watu kama sisi. Mzee kama amemaliza kwenye hoja ya kipumbavu na isiyokuwa na uzito kama hiyo. Kisha mzee huyo akajichenga zake. Basi siku nyingine tunaonyesha kuna gari fulani vyo kifahari unaingia kwenye mjengo wa kifahari. Yaani gari la kifahari kwenye mjengo wa kifahari. Lakini tunamwona mamake na Mona na baba yake pia. Na dada yake na Mona. Kumbe hao watu wote walipewa nyumba nzuri na gari nzuri baada tu ya kukubali Mona kuolewa na yule mzee. Basi mamake na Mona ndo maisha ambayo alikuwa anayataka. Haya, gari nzuri, nyumba nzuri, mazingira mazuri na fedha mfukoni. Basi mjumbe ulikuwa na kila kitu ambacho Ubi mkubwa hajawahi kukiona kabisa na hajawahi kumiliki. Hivyo kwake ilikuwa ni kitu kipya na kitu ambacho chukua na kitaka. Japo mzee anasononeka kwamba mtoto wake hayupo anaolewa na babu yake. Ile ikawa ndo hivyo tu. Basi ile mchizi akawa amuita mke wa baba yake, yani Mona. Akawa anamuuliza, "Hivi kweli una furaha? Na ni kweli ulikuwa umechagua kuolewa kabisa na baba yangu?" Maana kwa upande wake hajakubaliana na hili swala kabisa yani. Basi Mona akamwambia kwamba ninatamani kabisa kama ningekuwa na uwezo wa kuchagua. Basi mchizi akamwambia kama walikulazimisha kabisa kuingia kwenye ndoa, basi mimi nina uwezo mkubwa sana wa kukusaidia. Nina uwezo mkubwa sana wa kukusaidia wewe kupambania talaka na ukaweza kuachana na baba yangu. Basi mchizi akawa anahitaji kumsaidia huyu dogo ili aweze kuachana na baba yake, kwani bado ni mdogo. Dogo akamwambia kwamba mimi nilikuwa sitaki kabisa kuonana na baba yako. Nilazimishwa tu kwa sababu maisha magumu ya nyumbani kwetu. Na pia akasema kwamba anahitaji kuwa na maisha yake uhuru na kumpenda mtu anayemtaka. Basi mchizi akasema atamsaidia. Na kwa kiasi kikubwa akamwonyesha ukarimu kabisa na upendo kwa huyu dogo. Basi Muna nyakati za usiku akawa anamfikiria kweli huyu mshikaji. Akawa amemzimikia muone. Basi siku inayofuata ikabidi tu amfuate na kumuuliza ukweli. Awa mimi nahitaji kuachana na babako ili niweze kuona na wewe. Nimekupenda.
Basi mchizi akawa anamuuliza kwamba unajua kwamba wewe ni mke wa babangu? Dogo akasema ndio, lakini si umesema utanisaidia mimi kupata talaka. Basi nikipata talaka yangu unahitaji tu kuoana na wewe. Basi mchizi akamwambia kwamba sikia mdogo wangu, nikwambie kitu. Mimi sikusaidii kupata talaka kwa babangu ili kwamba nakuhitaji ama kwamba nataka nikutumie. Hapana. Mimi nataka nikusaidie kwa ajili ya maisha yako, sio kwa ajili yangu mimi. Basi Muna akawa amekazia pale pale. Inaonekana akampenda kweli mchizi. Akamwambia kwamba lakini ulisema kwamba mimi navutia. Kwa hiyo inabidi tu unioe kwa sababu tayari umeshanipenda na mimi nakupenda. Mchizi akakazia pale pale. Kila mission inayoendelea kichoni kwako inabidi tusimame sasa hivi. Mimi na mpango tu kusaidia, sihitaji kukuoa wewe hapo. Unafikiri basi Muna alimuelewa chochote? Aliendelea kukazia kwamba anahitaji talaka ili aweze kuolewa na mchizi. Lakini mchizi aliendelea kumkatalia. Basi siku ya kusherehekea kuzaliwa kwake ikawa imefika. Na mzee ambaye ni mume wake akawa amemletea zawadi ya keki. Akawa amemwambia pale na kumpatia keki. Sasa miaka 18 imefika, ni mke halali kabisa wa huyo mzee. Lakini mzee akamwambia kwamba leo unahitaji kuomba chochote kile kwa sababu ni siku yako kuzaliwa. Basi dogo akaona sasa si ndio fursa hii hapa ya kuongea kila kitu. Dogo akasema kwamba mimi nahitaji uhuru wangu. Mzee akapigwa na butwaa. Basi dogo akawa anafunguka yote. Akasema sijisikii raha. Na pia sifurahi kabisa kuolewa na wewe hata kidogo. Alafu kingine mimi ninachokitaka, nataka talaka yangu sasa hivi. Nataka talaka yangu. Basi mzee akafikiri kwamba mtoto wake atakuwa amemrubuni kabisa mke wake. Umemharibu kabisa. Mchizi akasema hapana. Hicho ulichokisema ndio kitu ambacho nakitaka. Na inaonekana kabisa kwamba ndio anachokitaka hicho. Unahitaji kabisa kumwacha kaondoka zake, yani na maisha yake. Mwache olewe na mtu ambaye anampenda. Mwache afanye uchaguzi. Ana vitu vingi vya kujifunza kwenye maisha yake. Basi baada ya ile siku, Muna akawa amerudishwa nyumbani kwa babake. Na babake akawa ameuliza ni nini ambacho kimetokea na imekuwaje mpaka amerudi nyumbani. Muna akamwambia kwamba kila kitu kimekaa sawa na mimi nilikuwa nahitaji haki yangu, nilikuwa nahitaji uhuru. Basi mzee ikabidi aulize, kwani chifu atakuwa amekupiga au atakuwa amekuumiza? Haja kufanya chochote kile kibaya? Dogo akasema hapana. Mzee kuuliza sasa vipi, kwa nini mtoto wake aseme kwamba uachane na baba yake? Kuna tatizo gani kwani hapo? Basi dogo akamwambia kwamba aliona mimi ni mtoto mdogo sana kuolewa na baba yake. Basi mzee akasema sawa, tumekubali. Je, ni nani ambaye atakuwa anakusaidia sasa hivi mambo yako ya shule? Basi dogo akamwambia kwamba mtoto wake amesema kwamba atanisaidia mimi, atakuwa akishughulikia kila kitu kuhusiana na masomo yangu. Basi kwa wote ilikuwa ni furaha kweli yani, kama itakuwa hivyo. Kwa hiyo akasema atakwenda kuanza lini? Dogo akamwambia kwamba atakwenda kuanza muda si mrefu. Basi mzee akasema kwamba kwenye kitu kibaya kabisa, kitu kizuri kimeweza kuzaliwa. Hii ni furaha iliyoje. Basi mzee kwa kuwa na furaha sana mtoto wake kurudi nyumbani, ikabidi atoe ushauri. Akasema nahitaji kuwashauri ninyi kwa sababu nyinyi ni watoto wa kike. Kwa hiyo vyovyote vile mkiwa mnahitaji kufanya jambo lolote, inabidi muangalie vizuri kwa macho yenu. Kabisa msifanye tu kwa sababu kuna watu wengine wanafanya. Na pia nyinyi ni watoto wa kike nyinyi. Sitaki muharibikiwe kwa chochote kile. Basi naona unakuwa mwisho kabisa wa hii movie kali inaitwa Gen Z Love. Mimi ni Chris Mwana wa W niliyekutoa mwanzo mpaka kufika hapa mwisho. Na hii ni MR Studio. Usisahau kuweka maoni yako ili goma umelionaje, kusubscribe, kulike na kucomment. Sisi kama MR Studio tunawapenda. Tukutane tena siku nyingine.